Yes, leo nimetaka kuwapea story yangu kidogo. Najua watu wanauliza mbona nikaamua kuimba nyimbo za injili na ningali kijana mdogo. Na kuamua kwangu kuimba nyimbo za injili haikuwa kupenda kwangu. Na huwa naimba nyimbo zangu kulingana vile Mungu amenitendea. Sababu mwanzo kabisa mimi mwenyewe nililelewa na mzazi mmoja ambapo alikuwa ni baba. Walipokozana na mama kwa shughuli zao za hapa na pale, mama alitoweka akatuacha pale na ndugu zangu watatu, tulizaliwa wanne. So siku moja jirani mmoja akachukua ndugu yangu mkubwa akampeleka kule sehemu za Kisumu kazini. Alafu nikiwa mimi nimeenda shule, mama mzazi akaja akachukua wale wadogo wangu. Nikasalia mimi peke yangu nyumbani. Nimekaa na babangu zaidi ya miaka 6. Na ukumbuke kwa hizo miaka 6 chakula yangu ilikuwa ngumu sana kupata. So ilinibidi nikaanza kuiba. Ambapo yani haikuwa kupenda kwangu lakini ilinilazimisha. Because niliona pasipo hiyo njia mimi siwezi nikala. Mbona niseme siwezi nikala? Babangu alikuwa anafanya kazi, yeye alikuwa ni fundi wa manyumba. Na kazi yake ilikuwa akishamaliza anapitia huko na pesa zake, anaenda kulewa. Akirudi jioni, amelewa, ni makelele, ni kukombezwa. So nakumbuka mara mingi nilikuwa nalala nje kwenye mti kama ndege. Lakini zaidi ya yote nashukuru Mwenyezi Mungu. Nakumbuka ikawa siku moja akanipiga saidi na hiyo kitu ikaniuma. Na akatamka jambo moja tu ya kwamba ukaende na ukafanye chokora na wenzako huko. Hiyo kitu ikaniuma sana kwenye roho. Huwa nikikumbuka sana najikuta sometime nalia. Lakini huwa nasoma kitabu cha Isaiah 43:18-19 inasema ya kwamba usiyakumbuke yaliyopita. Mimi baba aliponipiga hiyo siku nakumbuka mimi nilichanganya makaa ya radio, yani hizi betri. Enzi zile nilikuwa naambiwa ya kwamba hizi betri zenye zimeisha ukinywa ni sumu. Nilichanganya na tulikuwa na betri zilikuwa zinaitwa Tiger. Ndio nilichanganya nikanywa. Lakini amini usiamini, tangu hiyo siku mpaka sasa hivi tumbo langu halijai niuma hata dakika moja. So huwa nafika mahali najiuliza, mimi nilikunywa nikijua na kunywa sumu. Na kumbe nilikunywa damu ya Yesu Kristo. Wakati nilienda kukunywa, Mungu akabadilisha ikakuwa ni damu ya Yesu Kristo. Sababu baada ya hapo nikakuja nikagundua Mungu hapo ako na sababu na mimi. Ndipo nikaamua nikasema okay, sasa mimi sitakufa tena. Nitaamua kumtumikia Mwenyezi Mungu. Na vile niliamua kumtumikia Mwenyezi Mungu ilikuwa ni mwaka wa 2017 kama sijasahau. Hiyo ndo mwaka ambao mimi niliombewa uokovu wa maisha yangu. Na nilipochukua njia ya Yesu Kristo wapendwa, enyewe mimi naona mkono wake. Sababu hata ukiniona hivi, wengi wananiona wanasema vile nilianza kuimba nyimbo, nimeingia kwa kanisa mbaya, nimeingia kwa majini. Wamenisema mambo mengi sana. Haswa watu wa familia. Lakini mimi wanasema mimi hata ukiniongea mabaya, as long as najua na mtumainia Mungu aliyeleta upatanisho wangu kati yangu na yeye kupitia kwa mwanawe Yesu Kristo. Najua hata kama mnanisema, lakini kwake yeye mwenyewe ako na ushuhuda ama mwenyewe ni mashahidi tosha ya kwamba mimi namuabudu ama naabudu Mungu. So wapendwa, enzi zile madudu walikuwa wamekula miguu zangu. Ndiposa hata nyimbo zangu mingi wanataja hiyo vasi sana. Huwa nakumbuka huwa najikuta kila wimbo wangu najikutanga nimeweka hiyo vasi. Na sio ya kwamba huwa naimba mimi historia ya mtu. Nyimbo zangu zote naimba historia ya maisha yangu. Hiyo wimbo ambao unaoisikia hapo polepole ni wimbo wangu wa hiyo ndo second last yangu. Na imekuwa wimbo ambao umenibeba sana, ni wimbo wenye umebeba ushuhuda. Bwana asifiwe. So wapendwa, madudu walinikula. Watu walinikataa. Watu walikuwa wananifukuza kama mbwa.
Na hapo wakati nilianza kufukuzwa na watu, ndipo niliamua kuanza kuiba chakula. Lakini sikuwa naiba kitu kingine. Kazi yangu ilikuwa ni kuiba vyakula, na si vyakula vyote tu, bali vile vya shamba. Kwa kwetu watu walikuwa wamepanda viazi, njugu. Haya, wakati mahindi inaelekea kukomaa, mimi naanza kuchoma kabla mwenye shamba hajaanza kuchoma. Lakini haikuwa kupenda kwangu, na naamini Mungu alinisamea, maana hata yeye aliona haikuwa kupenda kwangu. So wapendwa, ukiniona hivi sio eti ya kwamba nimezaliwa hivi. Walioniona miaka 10 iliyopita wakiniona sasa hivi, hao ndio wanajua kwamba Mungu amenitendea. Nami mwenyewe kwa maisha yangu, kuna wimbo nikaimba nikasema, walisema Mungu yupo, na kweli nilisikia wakisema, na sasa nimeshuhudia kweli Mungu yupo. Wapendwa, kuamua kuimba hiyo wimbo nimeimba, imekuwa ni 2023 ikielekea kuisha. Sasa hiyo mwaka wa 2023, huo ndo mwaka ambao nimempoteza baba mzazi. Nakumbuka alikuwa yeye ndiye amekuwa mzazi wangu wa karibu. Nilikuwa nimekaa na yeye for long, ambapo nakumbuka kuna mzee alimwambia, huyu mtoto unayemtakeli huyu ndiye atakufinya macho siku yako ya kufa. Na watazamaji, amini usiamini, wakati babangu alikufa, mimi ndiye nilikuwa na yeye kwenye hospitali. Na ninakumbuka hiyo siku nilikuwa shule, nilikuwa nimeenda Polytechnic, nikapigiwa simu ya kwamba babako yu hospitalini na hakuna mtu yeyote akukule. Nilienda huko, nikashughulikana naye, nikakaa wiki moja. Wiki ya pili akatuacha, ilikuwa siku ya Jumatano mwendo wa saa 3 usiku. Tukakula sapa na yeye, tukamaliza, tukapiga story. Na kwa sababu mimi sikuwa napenda hiyo chakula ya hospitalini, nilikuwa natoka naenda kukula nje. Wakati nilitoka kwenda kukula, kurudi hivi nikapata washamweka oxygen. Nikauliza shida ni nini, na nimetoka hapa mzee ni mzima anaongea tu vizuri. Akaniambia amebadilika tu safari moja. Na hiyo siku ndio ilikuwa siku yangu ya mwisho kusikia sauti ya babangu. Hiyo masaa 3 nikapiga simu nyumbani. Simu nilipiga saa 3 karibu saa 4. Lakini kesho yake ikafika saa 5 sikuona mtu yeyote kutoka kwenye familia. Ilibidi niombe Mwenyezi Mungu anipe hekima na anipe maarifa na anipe njia. Na kweli Mungu alinitia nguvu. Licha hawakukuja, lakini nilikuwa nimekibeba kitambulisho changu. Nikampeleka mwili wa baba katika chumba cha majari huko. Nikaandikisha, nikamaliza. Ikafika sasa ni wakati wa kwenda nyumbani. Sikuwa na fare. Sasa nikashindwa nitafanya aje. Sasa mimi kitu yenye niliona, kitu yenye naweza nikafanya, nikapigia mchungaji wangu simu. Mchungaji wangu anaitwa Philip Msombi. Kanisa ni Priceless Soul Well of Revival Church. Na wakati nilimpigia, hakuniuliza hata maswali. Nilimwambia tu ya kwamba bila nilikwambia niko hospitalini nahitajika kwenda nyumbani na sina fare. Kweli alinitumia pesa, nikafika nyumbani. Fika nyumbani, kwa hiyo matanga ya mzee ikawa ni vigumu sana. Lakini wapendwa, Mungu ni nani? Sasa mimi kitu ikanikujia, ikaniambia hii shamba yote ni ya mzee. Na tukicheza bili inapanda, maana hospitali wanataka 172,000. Hiyo ni ya hospitali, na ukumbuke tumeweka mochari imefika 4,000 na bado inaongezeka. Sasa nikashindwa nitafanya aje. Nikiangalia nyuma na mbele hakuna. Nikaita vijana wetu wote 4. Nikawaambia hii miaka yote nimekaa na babangu ama baba yetu huyu, hakuna siku ameniambia kwamba alizaa mwenzetu wako huko nje. So ni sisi tu wenye tuko hapo, watu wangapi? 4. So ni ile tu tukae chini tujue venye tunaleta mzee. Juu unajua familia hii hawatutaki, hata nyinyi wenyewe mnajua. Wale brada zangu walinisikiza, wakanielewa. Tukatafuta mtu wa kukodesha shamba tu kupata.
mwenye alipatikana akatuambia kama ni pesa anaweza tupea ni 29,000. Sasa imagine mtu anakuambia 29 na bili ya hospitali peke yake ni 172. I mean, hospitali ni 172, mortuary ni 5, imefika 5. Nikashindwa sasa nitafanya aje? Nikawaambia Mungu anaweza, wacha atupe hiyo 29. Wakati walileta hiyo 29,000, nikachukua shangazie baba, nikachukua sister yangu wa baba mkubwa ambaye ni msichana yake namba 2, tukaenda nao hospitali Bungoma. Nilipofika huko nikajieleza. Enyewe daktari alinisikiza, akanielewa na akaniambia kuja twende. Moja kwa moja akanipeleka mpaka kwa ofisi zile za social workers. Nilipofika kule wakaniuliza, nikamaliza. Wakaniuliza uko na pesa ngapi? Nikamwambia mimi pesa tu niko nayo mbele na nyuma ni 29,000, ndio pesa yenye nimepewa hadi nimetembea kutoka nyumbani mpaka huko. So wakaanza pia kunihurumia ukweli, na wakaniuliza na uko na pesa ya moja? Nikasema hakuna kitu niko nayo, hiyo ndio pesa nilikuwa tu nayo, na sitaki babangu azikwe kwenye makaburi na shamba iko nyumbani. So wakanituma nikaenda moja, nikaangalia bill, nikapata imefika 5,200. Nikarudi nikawaambia, wakakuja wakalipa ya moja na ya hospitali bill, wakawave. Social workers yote ikawave, wakanunua nguo, sanduku, wakalipa na mpaka na transport. So ukumbuke nyumbani wakati nilikuwa nimetoka walikuwa wameandaa mchango, lakini walishangaa mimi nikarudi na babangu. Tulikuja watu wangapi? 4. Mimi, shangazi yake na huyo sister yangu na babangu mwenyewe akiwa kwenye jeneza. So vile nilipofika hapo wakageuza maneno. Tulisema mtoto ndiye ametoa babake sacrifice. Hiyo 1,070 zote ametoa wapi? Kama si yeye ndiye alimuua. Ako na pesa, alipewa pesa ndiye akamuua, ndo maana ameshughulika. Atuache sasa tumuachie babake aendangi kanisa. Wacha sasa tuone kanisa gani itakuja kumzika. So mimi nikashindwa. Yaani Mungu akinifanyia sasa hiyo ni majini. Kawaambia anyway, sasa kama kuna jini niko nayo yenye naamini ni Yesu Kristo. Kweli nikapigia tena mchungaji wangu nikamwelezea hivyo vile wamesema. Na kile nashukuru pia mchungaji wangu alikuwa mwepesi wa kunisikiza na amenisaidia pakubwa. Alikuja kanisa yetu ikaunganika na kanisa jirani, tulikuwa tuna partnership na wao. Wakaja watu walikuja kwa matanga zaidi ya 150 hadi wakashtuka. So from there details zikaanza kuleta shida kwenye familia. So kila mtu anataka nimpe details za hospitali nimpe. So mimi swali langu nilikuwa nawauliza, mbona wakati amekuwa hospitali akiumia nikiteseka amuko mnaona hizi details kama zitakuja kuwasaidia? Sasa ndio mnaona ya kwamba mnaweza chukua muweke nitapoteza. So hiyo kitu imefanya mpaka hata leo hii kuna baadhi ya baba zangu siongei na wao, waniongeleshi. Na wamejaribu mbinu zote hadi picha zangu wanapeleka kwa waganga. Lakini ajabu ni kwamba wenye wanapeleka, kuna mali walipeleka picha yangu nikapigiwa simu na nikaenda nikaichukua. Nikasema Mungu asante. So ni vita ndugu zangu, dada zangu tunapigana. Unaweza niona nikitembea huku nje, naweza niona wamenialika mahali nimeenda na perform nyimbo zangu. Maybe naenda kwenye runinga, maybe naenda kwenye radio kuinterview. Kuna familia hawanitaki, wakiona hivyo wanasema kijana nimeingia Illuminati. Lakini wanajitia moyo, maana hata Yesu mwenyewe alisema. Na alikuwa anauliza wanafunzi wake, huko nje wanasema nini kunihusu? So mpendo, ukiwa Mkristo halisi lazima watakusema maneno. Lakini amini Yesu akiwa upande wako huwezi shindwa. Yeye tu ndio tegemeo letu.
Na hayo yote ndo nilipitia, ndo maana nikaamua ya kwamba sitaimba nyimbo za dunia, bali nitaimba za kumtukuza Mungu, maana amekuwa mtu wa maana kwa maisha yangu tangu utotoni mwangu. Mimi maisha yangu yote yamekuwa ni ushuhuda tu. Huwa nakaa mahali za zingine hadi nikianza kutafakari najikuta niko nalia. Lakini wanaambia Mungu, wewe mwenyewe nipiganie. Hakuna aliye kama wewe. Hakuna aliye kama wewe. Na kweli Mungu huwa ananisaidia. Na ninashukuru sana maana hajai niacha. Mimi mwenyewe nilitamani hata kung'ara vile na ng'ara siku hii, lakini sikuwa na uwezo. Nilikuanga na nguo moja na imeraruka nyuma. Inabidi nikiona watu wakikuja nitawaangalia mpaka waende ndo niende, maana nikienda hivi wakiniangalia nyuma wataona imeraruka nyuma. So wapendwa, ni ushuhuda mwingi sana, nikisema niendelee kusema naweza ongea hadi kesho. Lakini saidi ya yote huwa nashukuru Mungu, maana alinipigania, akaniokoa, akaniwezesha, akanifikisha mahali niko. So kwa wale ambao mmesikia ushuhuda wangu ni huo, na Mungu wa amani awabariki. Na usisahau kuingia kwenye YouTube yangu, jina ni hiyo tu, Minister Crisantus Wanjala. Ukisubscribe, ulike, comment na ushare, na Mungu wa amani atawabariki. Mimi nyinyi ndo mnanisukuma. Mimi sitegemei watu wengine, sitegemei vile wanasema eti niko kwa Illuminati. Mimi nategemea mafansi wangu wa online, ndio wananipa subscribers, ndio wanafanya nyimbo zangu zina trend. So nachangaa zikitrend wanasema nimeingia wapi. So wapendwa, hizo nyimbo ambazo nasikia hiyo sauti ya chini zote zenye zinaimba ni zangu, lakini unaweza zipata pale YouTube, ni Minister Crisantus Wanjala, na Mungu wa amani awabariki. Asante.